Affordable housing umejenga nyumba maji hapa nyumba ngapi hapa Kakamega ama namna gani bwana? Wale wanasema tuungane nione kwa makofi watu wa Nairobi. Bwana. Jana nilisikia wale majamaa ati wanasema si unaona Ruto? Unaona vile amekonda? Sasa mimi niwaulize Kakamega hoye. Sasa mimi ni mtu niko na akili. Najua wakati wa kupunguza ndio niweze kuconcentrate. Najua vile ya kwenda gym. Najua vile ya kupunguza chakula. Sasa mimi nataka niwaulize, mkiona wale majamaa, si waende wajiangalie kwa kioo? Wale majamaa waende wajiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inararua shati. Kichwa karibu inapasuka. Mimi nawaambia tafadhali endeni kwa gym. Punguza ratili yenu. Punguza chakula. Munalala kwa mkutano mchana. Kiholela. Hata hewa munaharibu. Please. Majamaa, sasa nishachukua oda nishajua. Kumbe number 1 si ati venye mipunguza mwili hivyo amekata ati kuna kitu namsumbua hapana. Kumbe number 1 ni kama napiga gym akijipanga nini kupeleka watu siaka next year time elections. So umesikia ameambia kina hao jamaa amesema hao jamaa kuna tumbo kubwa na kichwa fulani hivi. Waende pia hao gym. Si nyama cha number 1 kumbe nakulanga round za gym. Nishajua. Bulanda. Na kumbe watu walikuwa wameanza ku overthink. Bulanda. William Ruto walipigana na msichana mwingine mpaka hii meno hii. Hiyo meno yake ingine alienda akaweka hii meno ya juu hii ya left. Tulikuwa standard 5. Wakapigana mpaka hiyo meno ikaanguka chini. Ndio alipigwa standard 5 saa 4:45. Vile mwalimu alikuwa anataka kuingia kwa darasa tumesongesha madeski siende kando kando ndio mandume sasa washikane. Lakini sasa tukaambia utashikana na msichana mwingine mwenye alikuwa anaitwa Cheptum. Wakapigana hatukuwa tunashangilia, tunataka tujue nani yako na nguvu. Si akachapwa alafu mwanaume mwingine akatokea ati wakapiga ngumi na akapiga huyo mwingine tena nini meno yake bado ingali nyeusi mpaka wa sasa. Sio ya ukweli. Na alikuwa tough kabisa. Alikuwa tough. Hapana, alikuwa mbola akiwa standard 1 2 3 lakini alipofika standard 5 sasa tulikuwa tuna exchange zika pieces ya makaratasi I love you Wilberforce. Tulikuwa tunaita Wilberforce. Sasa unaandika I love you Wilberforce anaandika I love you Turu. Alafu sasa tuna exchange naenda alafu kama amejua unapenda yesi tunasema tunaambiana tu jioni nani tukutane kwa dance mahali fulani. Ndio tulikuwa tunaenda na yeye. Tulikuwa standard 5, standard 6 mpaka standard 7 sasa. Nickname yake ilikuwa Wilberforce. Jina lake yenye tulikuwa tumepandisha yeye ilikuwa Wilberforce. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na history, kulikuwa na mtu mwenye kwa historia. Tulikuwa na mtu mwenye alikuwa William alikuwa anaitwa Wilberforce. Sasa tulikuwa tunataka na kuna watu wataenda jehanamu. Mjipange jameni. Mnusurike jehanamu kwa sababu kuna watu watakuwa kwa upande wa kushoto. Sijui nyinyi mtakuwa upande gani. Wewe wacha wewe. Mimi najitetea niwe upande wa kulia. Hakuna. Ashindwe. Wale watakuwa upande wa kushoto wataambiwa nilikuwa mgonjwa hamkunishughulikia. What are you saying? Nilikuwa na njaa hamkunishughulikia. Hata utaambiwa nilikosa kazi lakini hukunishughulikia. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Nyinyi wote hapa kila mtu hapa amejenga nyumba yake amemaliza. Lakini kanisa ya Mungu hapa imekwama. Na tuko hapa. Na tunaongea Kiingereza mingi, sijui tunaongea sana Kijaluo, sijui na nini. Hello. Na mnajua Yesu anaweza kurudi anytime. Sasa just imagine Yesu arudi, sisi tuko kwa nyumba yetu, hii cathedral iko makosa makubwa sana. So lazima tumalize cathedral. Hello. Mupende msipende. Ndio barabara itoke Mandela, ikuje Ramo, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo, ikuje Tarba, ipitie hapa Wajir.
iende Samata, itaremuke Modogashe, ifike Isiolo. Ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramu.